Amen. Karibu tena Evening Gospel, channel yako pendwa ambayo itakuwa inakuletea mafundisho mara kwa mara ya neno la Mungu. Leo tutaangazia swala moja la soka au mpira. Swali ni kwamba, je, kushabikia mpira ni dhambi? Basi karibu sana ufuatane nami, yawezekana utanielewa au hautanielewa kabisa. Lakini Mungu akusaidie. Jambo la kwanza uelewe kwamba mpira hapo awali ilikuwa ni hali tu ya mazoezi, lakini sasa imekuwa hali ya ajira. Lakini tusigusie kwa wachezaji, wao wana vipaji vyao, lakini tugusie sisi sasa washabiki. Mara nyingi tumekuwa tukiangalia mashabiki wanaathirika sana kisaikolojia. Watu wengine naona kabisa wanapata athari, wengine wanadhirai, wengine wanakufa kabisa. Lakini sio kufa tu, wengine yani mpaka wanashindwa kufanya kazi zao kwa sababu ya vijiwe vya mashabiki. Hapo nimegusia kidogo, lakini pia nataka nisemee kitu kimoja. Na hili la ushindani Paulo alilikataa, akamwambia Timotheo. Alimwambia kitu gani? Timotheo wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 20 anasema, ni mtumishi wa Mungu Paulo aliyemwagiza Timotheo, Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo na dini. Umenielewa vizuri hapo? Akasema, Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Umenielewa vizuri? Yasiyo na maana na mashindano ya elimu itwayo elimu kwa uongo. Sikiliza, haya mashindano yana mambo mengi, na kwenye mashindano kuna vitu vingi. Ndio maana sisi kwenye huduma hatupaswi kushindana. Tukiwa tunafanya huduma hatupaswi kuweka ushindani, hatuwezi kufika. Sasa akasema, akamkatalia kwamba Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Cha kwanza ni maneno yasiyo ya dini. Mfano kama mpira ni maneno mengi yasiyo ya dini. Shabiki yeyote ambaye anashabikia mpira lazima anakuwa na maneno mengi yasiyo ya dini. Shabiki yoyote lazima awe na hasira, na shabiki yoyote anapofungwa lazima abadilike kiakili, abadilike kimwili, kwa sababu ni kitu kiko rohoni. Yaani ni jambo ambalo liko rohoni. Ndio maana watu wanakufa, ndio maana watu wanapatwa na pressure, ni kwa sababu vitu viko mioyoni mwao. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwenye mpira kuna watu aina nyingi na wasio haki, watu wasiomjua Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 13 anasema, ingieni wa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana na waionao ni wengi sana. Mfano kama mpira ni burudani ambayo dunia nzima, unajua kitu ambacho shetani amekitengeneza, kuwapata watu, kuwanasa watu. Hakuna ushindani usio na ushirikina. Hakuna ushindani wowote usio na ushirikina. Hakuna. Yaani ukubali ukatae, kushabikia mpira ni dhambi. Lakini anasema pale kwenye kitabu cha Zaburi kwamba wala hakusimama katikati ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa watu wenye midhaha. Mpira ni midhaha. Sikiliza, wewe kama ni shabiki wa mpira, kuanzia leo nataka nikwambie kwamba ni dhambi. Hata kama mchungaji wako, hata kama mtume wako anakuambia mpira sio dhambi, hata kama ni nani anakuelezea habari za kwamba mpira sio dhambi, ndugu yangu, mfano mzuri. Kuna mtumishi mmoja nimeona mtandaoni akisema kwamba kushabikia mpira sio dhambi. Nimemtizama sana, nikasema huyu mtu hana maarifa. Hata kama amesoma, hata kama ni profesa, hana maarifa ya kimungu. Hakika ndio, kwa sababu kama unaweza ukawa na akili ya kimwili lakini ukakosa akili na ufahamu wa kiroho. Anasema kuombea timu yako sio shida. Sasa wewe kama ni mtumishi wa Mungu uko Yanga na mimi mtumishi wa Mungu niko Simba. Haya, sasa wewe ombea timu yako na mimi niombee timu yangu. Mungu atajibu yupi, ataacha yupi?
Huo ni hali tu ya kukosa maarifa ya kimungu. Mpira ni dhambi. Sikiliza, nimekuwa mshabiki na mimi, lakini sikiliza, timu yako kama inacheza na mpinzani wako, kama wanavyosema kwamba watani wa jadi, kama wanasema ni dabi, na siku hiyo ikawa ni siku nzuri, una kipindi cha kufundisha neno la Mungu, hakika nikwambie, hutafundisha katika roho na kweli. Hata washirika wako hawatashiriki neno vizuri, kwa sababu wameshaathirika na mpira. Kama we ni mtumishi wa Mungu na shabikia mpira, ndugu yangu, jehanamu inakungoja, kwa sababu adui amewekeza kwenye mpira, anapoteza muda. Huwezi kupata muda wa kumwomba Mungu kama ni mshabiki wa mpira, kwa sababu utakuwa unashare vitu na watu wasiomcha Mungu. Utakuwa una fellowship na watu wasiomjua Mungu. Heri mtu yule asiyekwenda barazani pa watu wenye mizaha. Shabiki yoyote lazima awe na hasira. Shabiki yoyote lazima awe na majibu mabaya kwa mpinzani wake. Huo ndio ushindani. Ndio maana unapotizama hata siasa, huwezi kuwa kiongozi bila kuweza kumponda mwenzako. Lazima umponde mwenzako, ndo wanasema ile ndio kampeni. Kwa na wewe lazima uwe unamponda mwenzako. Hiyo ndiyo maana ya ushabiki na ushindani. Sasa basi, mpira kuanzia leo nakwambia ni dhambi inayotafuna wengi na watumishi wa Mungu wasio na maarifa ya kimungu. Pore. Biblia inaniambia kwamba ninyi ni chumvi, na Biblia inasema kwamba muwe nuru katika mataifa. Sasa tazama watu wanapojichanganya na mataifa kushabikia vitu visivyokuwa na msingi, vitu visivyokuwa na uhai. Kwa jina la Yesu, acha kuanzia leo. Najua kuna watu hawatanielewa kabisa, kuna watu hawatanielewa, lakini mpira, penda usipende, unamhamisha mtu kwenye neno. Huwezi kutumikia mabwana wawili bwana. Mpira nayo ni miungu. Ndiyo maana ya shabiki yoyote ana mwiko wake. Wakristo tuna miiko yetu, hatuwezi kukamata pombe, hatuwezi kugusa. Lakini washabiki wowote, kuna watu nakuta mimi ni nyekundu, mimi ni kijani. Na huyo mtu kama ni shabiki wa Yanga hawezi kukamata kitu chekundu. Kama ni shabiki wa Simba ndio hawezi kukamata kitu cha kijani. Huo ni utumwa. Kwa jina la Yesu, acha hiyo. Acha. Kama unatafuta uso wa Bwana, acha ushabiki usio na maana, maneno yasiokuwa na maana. Unakuta kwenye vijiwe mpaka watakatifu wanapigizana kelele na watu wasiookoka. Tumekushinda, tumekupiga, tuna nini? Kwa jina la Yesu, shindwa pepo.